Wasifiwe wapendwa, nataka nimshukuru Mungu asubuhi ya leo. Amekuwa mwaminifu, amekuwa mwema katika maishani mwetu. Bwana ametusaidia wapendwa, ametufikisha umbali tumetoka. Tunalitukuza jina lake kwa nafasi hii nzuri ambayo ametuweka. Jumapili nzuri kama ya siku ya leo mpendwa. Sijui leo hii unanipata ukiwa upande gani, lakini nataka nitamke baraka za Mungu juu ya maisha yako, ya kwamba ziandamane pamoja na wewe mpendwa popote ulipo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana anakupenda. Ni wakati mwingine mzuri ambapo nataka nikufahamisha kwamba yupo Mungu ambaye anatujua, yupo Mungu anajua watoto wake, yupo Mungu ambaye anatafuta kondoo zilizopotea. Huenda uko mahali pale umejushika moyo, hauna cha kufanya, pengine hata marafiki wamekuacha na wengine hata ndoa imeharibika. Nimekuja hapa nikutie moyo mpendwa, ya kwamba yupo mbinguni Mungu anayeona. Yupo mbinguni Mungu ambaye anakujua, anakujali, na yuko tayari kusikia kilio chako, yuko tayari kusikia mateso ambayo unapitia. Bwana atakuinua, atakutenda mema. Nataka tu nimshukuru Mungu ambaye amenisaidia mimi wapendwa. Nina ushuhuda kwenye maisha yangu ya kwamba kitambo wapendwa nilipitia katika hali ambayo haikuwa nzuri, lakini leo hii niko na kila sababu ya kumshukuru. Nakumbuka kuna wakati nilikosa hata chakula, kuna wakati nilifungiwa hata nyumba, sikuwa na hata hela za kulipa nyumba, lakini huyu Yesu naye ni nani? Yesu alinisaidia. Kwa hivyo ungana pamoja nami asubuhi ya siku ya leo, Jumapili nzuri hii, kwa ajili ya neno tu la kukuhimiza ya kwamba kuna nguvu hata baada ya kukataliwa. Mungu yupo, Mungu anainua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yupo, Mungu anayetujua, Mungu anayetufahamu. Yeye ni Mungu aweza akatukataa. Yeye ni Mungu ambaye aweza akawacha watoto wake mpendwa. Kwa hivyo jitie moyo, jifunge, simama, ungana pamoja nami katika hili neno ambalo tunaenda kujifunza mchana wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tuamini tunapoomba. Baba mwema, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana, ninakuinua, ni kwa sababu ya Jumapili nzuri umeifanya. Asante ni kwa sababu ya mwanao ambaye Bwana leo hii amezushika, ameketi mahali pala kwa upweke. Bwana, neno lako likamfikie kwa nafasi iliyo nzuri. Asante pia kwa ajili ya hili neno, nitumie tu mimi kama mtumishi wako, kama chombo cha kuweza kufikisha ujumbe kwa ajili ya watoto wako. Asante maana wewe ni mwaminifu. Pokea sifa na utukufu, katika jina la Yesu tumeomba. Amina, 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 amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, nataka tulisome neno la Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo 41. Nitasoma mistari michache. Nataka kuongelea juu ya hadithi ya mtumishi wa Mungu mmoja, jina lake Yusufu. Yusufu alikuwa mtumishi wa Mungu. Tunaposoma kwenye neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Mwanzo 41 kuanzia 37, neno la Mungu linasema, neno hilo likawa njema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akamwambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kuwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Yusufu alizaliwa katika jamii ambayo ilikuwa na watoto wengi. Na katika hiyo watoto, tunaposoma hadithi hii, inatuonyesha kwamba mandugu zake walikuja wakamchukia Yusufu. Yusufu hakutenda chochote kilichokuwa kibaya, lakini Yusufu alikuwa na maono, alikuwa na ndoto. Wakati mwingine amelala akaona ndoto, nyota, jua na mwezi vinamuinamia. Akaota wakati mwingine ya kwamba
walikuwa kwenye shamba wakivuna mavuno. Walipokuwa wanafunga mikanda, ya kwamba hii mikanda ingine ikaja ikazunguka mkanda wa Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati kama huo tunaona kwamba Yusufu alikuwa mtumishi, alikuwa mchakazi, alikuwa mtoto wa Mungu. Lakini katika nafasi kama hii ndugu zake wakawa na hila, wakawa na moyo mbaya, wakawa na moyo mzito kumuhusu. Hizi ndoto ambazo Yusufu aliweza kuziona zikawa zinamletea shida. Wakati mwingi akiwa anafafanua, akiambia mzazi wake ambaye alimpenda sana, Yakobo, ambaye alimpenda sana, alikuwa anajaribu kufafanua. Anamwambia hizi ndoto ambazo umeota zinamaanisha sisi, mimi, mama yako na ndugu zako tutakuja tukuabudu. Na kweli ikawa tutakuja tukuinamie. Jambo hili likawa mbaya sana machoni pa ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, nataka nikutie moyo kwa hili neno, ya kwamba ndoto za Yusufu, licha ya kwamba Yusufu alipitia katika hali nyeti, hali ngumu, hali ya kukataliwa pamoja na ndugu zake, lakini Mungu naye ni nani? Ndoto za Yusufu zilikuja zikatimia. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ndoto za Yusufu zilikuja zikatimia. Ninamaanisha nini? Chochote ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako mpendwa, kitakuja kitimie katika jina la Yesu. Wanadamu wanaweza wakazuia, wanaweza wakasimama mbele wakasema kwamba hapana, huyu hafai. Wanaweza wakasimama mbele wakasema huyu hakuna mahali anaenda. Wanaweza wakasimama mbele wakasema huyu tumzuie, hana nafasi. Lakini nataka nikutie moyo mpendwa, unaponipata kwenye njia hii ya YouTube, ya kwamba alichopanga Mungu mwanadamu hawezi akazuia. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zake walipanga njama. Wakati mmoja Yusufu akiwa anaenda kuwatembelea ndugu zake wakiwa wanachunga kondoo, tunaambiwa ya kwamba walipopata habari wakamuona kwa mbali, na walikuwa pia wamempatia majina, wanamuita ya kwamba muota ndoto. Tunaambiwa ya kwamba wapendwa, ya kwamba wakati alifika mahali pale wakawa wamepanga njama, wakasema leo ndoto zake lazima ziishi. Kila alichosema ya kwamba ndugu zangu sijui nani watakuja kuinamia, akasema leo lazima Yusufu na maono yake lazima tuyazike. Praise God. Neno la Bwana linasema wakamshika Yusufu, wakamfunga Yusufu, wakamtupa kwenye shimo. Hebu imagine mpendwa, hiyo state ambayo Yusufu alikuwa ndani, akawekwa kwenye shimo. Imagine hiyo, akatupwa ndani ya shimo, shimo ambalo halikuwa na chochote, shimo ambalo halikuwa na lolote. Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba mtumishi wa Mungu Yusufu hakutamka jambo. Leo hii angekuwa ni wewe, umetupwa kwenye shimo na ndugu zako, umewekewa mambo mabaya na ndugu zako, huenda ungejitetea, huenda ungesema hapana, wamenionea. Huenda ungelia, huenda ungesimama ungesema hapana, wamenitesa bure. Bwana Yesu asifiwe. Na mpendwa, nataka nikutie moyo jambo moja, ya kwamba Yusufu, ninachojifunza kwake Yusufu, ya kwamba huyu Yusufu aliendelea kumwamini Bwana. Aliendelea kujua ya kwamba kile Mungu aliahidi atatimiza. Hata akiwa pale ndani ya shimo, alijua ya kwamba Mungu atatimiza kila ambacho aliahidi. Praise God. Nitie mtu moyo ambaye yuko kwenye shimo. Mashimo mengi wapendwa, watu wametupwa ndani siku hizi. Nimejifunza, nimekutana na watu ndugu zao waliwakana. Nimekutana na watu wapendwa, dada yake amemkataa, mama yake amemkataa, mpendwa wake amemkataa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtoto ambaye umemzaa anaweza akakukataa. Lakini nataka nikutie moyo mchana wa siku ya leo, Jumapili ya siku ya leo, ya kwamba yupo Mungu mbinguni aliyeona Yusufu kwenye shimo,
aliyeona Yusufu ndani ya shimo leo hii amekuona na wewe. Maji ni Mungu akakomandi wa Ishmaeli wakawa wanapita kwenye hiyo njia, na hawa ndugu zake wakawa na wazo ya kwamba tusimuue, tunaweza tukauza huyu ndugu yetu tukapata pesa. Kwa hivyo wakamtoa kwa shimo wakamuuza. Praise God. Walijua tumemaliza Yusufu, ndoto zake hazitakuja zitimie, yale alikuwa anaota sasa haitatimia. Praise God. Walijua ya kwamba chochote ambacho alikuwa anasema imeisha. Mungu naye ni nani mpendwa? Mungu naye ni nani? Yusufu alipofika kule Misri, alinunuliwa na Potifa, akaenda kwa nyumba ya Potifa. Tunaambiwa kwamba kule kwenye nyumba ya Potifa vitu zilianza kuongezeka. Kama ni ng'ombe inaanza kuzaa twins. Angalia hiyo. Praise God. Kama ni vitu zinaanza kuzidisha, mali inaanza kuongezeka. Mpaka Potifa na mke wake wakashangaa ya kwamba tangia wakati tumemleta huyu mtumishi wa huyu kijana hapa, kuna mabadiliko yamefanyika, kuna mambo ambayo yamefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Inanitia moyo sana ya kwamba mtu ambaye amekataliwa anakuwa wa baraka mahali fulani. Mtu ambaye amekataliwa anakuwa wa msaada mahali fulani. Wewe ambaye umekataliwa unakaa pale unahurumisha. Wengine wanataka hata kujitia kitanzi. Nimekutana na mwingine anataka kujitia kitanzi kwa sababu watu wamemkataa. Praise God. Watu wanaweza wakakukataa mpendwa, lakini Mungu mbinguni hajakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Duniani wanaweza wakakukataa, maana hata mwana wa Mungu Yesu alikataliwa duniani. Lakini nataka niseme ya kwamba wewe simama tu ukamtazame Mungu. Mungu ambaye amekuita, Mungu ambaye anakujua, Mungu ambaye alikuumba akakuweka kwenye tumbo ya mama yako. Tazama anamwambia Yeremia ya kwamba kabla sijakuumba, imagine, huyu ni baba anayeongea, kabla sijakuumba kwenye tumbo ya mama yako nilikuwa nakujua. Yaani kabla hujakuja kwenye hii dunia, Mungu tayari alikuwa anakujua. Mungu tayari alikufahamu. Mungu tayari alijua utakuwa nani. Mungu tayari alijua utaishi vipi. Mungu tayari alijua utapitia nini. Yale unapitia ni mapito tu ndugu yangu. Yale unapitia ni mapito tu dada yangu, ya kwamba kuna Mungu ambaye alikuumba na alikuchagua. Praise God. Usife moyo. Leo hii pengine umekataliwa hata kwa hiyo ndoa, wamesema haufai. Pengine mama mkwe pamoja na watu wa ukoo wameshikamana, wamesema kwamba out. Nimekuja hapa ninatumiwa kama chombo nikutie moyo ya kwamba huo sio mwisho wako. Praise God. Huo sio mwisho wako dada yangu. Usikate tamaa ya maisha. Mungu yupo mbinguni. Mungu anakujua, Mungu anakujali, ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Praise God. Wakati Yusufu aliingia kwenye hiyo nyumba, Yusufu akafanyika wa baraka. Wakati alikataliwa huku, hakuendelea kukaa, hakuendelea kujipendekeza. Shida ambayo tuko nayo sisi ni kwamba tunaendelea kulia na kuomboleza, tunaendelea kuhurumisha. Umekataliwa hapa, unaendelea kukaa hapo, unaendelea kuumia, unaendelea kuteseka. Songa. Praise God. Songa mbele. Ingia kwenye destiny ambayo Bwana alitaka. Unaweza kataliwa hapa na kule ng'ambo mambo ikawa nzuri. Unaweza kataliwa katika kijiji ambacho umezaliwa na kule nje ukawa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Hata wengine tulitoka ndiposa tumekuwa wa baraka kule nje. Huenda kwenye vijiji ambavyo tulizaliwa hatungeweza kuwa wa baraka.
Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu kwenye kijiji chake alichokizaliwa ndani alikataliwa na watu wake. Hawakutaka wasikie ya kwamba kuna Mesia ambaye amezaliwa kwenye familia hii yetu. Hawakutaka kujua ya kwamba kuna mwana wa Mungu ambaye amekuja kuokoa ulimwengu amezaliwa hapa. Praise God. Na kutia mtu moyo ya kwamba Mungu anatujua, anakufahamu, anakujali kabisa, yuko tayari kukusaidia katika hali ambayo uko ndani. Tunaambiwa ya kwamba tena katika hiyo nyumba ya Potifa, huenda Yusufu alifikiria ashafika. Unajua wakati mwingine ukianza kuona baraka zinamiminika, baraka zinaingia, labda kwenye huduma watu wanakuja wanajaa, labda kwenye mji wako unaanza kuona vitu zinaingia, kumbe hiyo si level yako. Praise God. Mungu anataka kuweka another level. Pendwa, kukawa na changamoto ambayo alipitia tena ndani kwenye mji wa Potifa, baada ya mke wa Potifa kugundua ya kwamba huyu jamaa ndio kiini, huyu jamaa ndio source ya baraka ambazo tunazipata. Kwa hivyo akawa na hila, akawa na nia, akawa na njama. Akasema Sembusa angekuwa mume wangu. Akapanga njama ya kutaka Yusufu awe mume wake. Akataka kijana kwa lazima. Hebu angalia mambo hayo. Umejipata katika nafasi ambayo sasa ni wewe umejipata kwenye mtego kama huo. Lakini Yusufu alijua jambo moja. Unapojichafua basi unajidisconnect kutoka kwa mipango ya Mungu. Yusufu alijua jambo moja, ya kwamba nitakapo jaribu kuenda kinyume na neno la Mungu, basi mipango ya Mungu haitakuja ikatimie. Bwana Yesu asifiwe. Akaweza kukataa uovu, akakataa hiyo uchafu. Licha ya kwamba mkewe Potifa alipanga hata kumwekelea kiasi cha kwamba akaenda kule gerezani, lakini bado Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Underline hiyo mpendwa. Underline hiyo mama yangu. Underline hiyo dada yangu. Hali ambayo unapitia ndani, haya mabaya yanakuja, yanapoa kidogo, mengine yanakuja. Unapitia changamoto hii na hii na hii. Unapanda milima tu. Naongea na mtu ambaye amekuwa tu katika nafasi ya kupanda milima for good. Bwana yupo amekuona. Praise God. Bwana yupo amekuona. Bwana yupo anakujua. Bwana yuko tayari kukusaidia. Hello. Yuko tayari kuenda pamoja na wewe. Yuko tayari kukutetea mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akapata tena pigo nyingine. Akatolewa tena kutoka kwa hiyo comfort zone ambaye alikuwa anakula, anakunywa, analala mahali pazuri. Ikawa ni kwamba sasa amepigwa teke. Ikawa ni kwamba amepelekwa gerezani, mahali ambapo analala kwa sakafu. Wale wameenda gerezani mnajua, mahali ambapo sasa unakula chakula duni, mahali ambapo si mahali pazuri. Gerezani si kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu aliendelea kumtumainia Bwana. Yusufu aliendelea kumwamini Bwana. Yusufu aliendelea kusimama katika maombi akisema ya kwamba Mungu wangu unanijua. Sijui state ambayo uko ndani, ni watu wangapi umewalaumu mpendwa. Kuna watu wanawalaumu hata wazazi wao kwa sababu ya hali anapitia ndani. Wengine machungu tumewaekelea hata ndugu zetu, ya kwamba kama si ndugu fulani labda mimi ningekuwa mbali. Wengine tumebeba hata watu waliokuwa wa karibu, relative, walituahidi kazi lakini hawakutupea. Pendwa, achilia hiyo. Achilia huo uchungu. Achilia wale umewabeba. Mtazamie Bwana, tazamia msalaba wa Yesu, maana yeye ndiye kila kitu katika maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka tunishukuru Mungu kwa sababu Yusufu akiwa pale ndani,
Pia kukawa na wapendwa pia wamekuja wamewekwa pale ndani. Na Yusufu, hawa wapendwa wakawa wameota ndoto. Mungu akamsaidia Yusufu wakati walikuwa na shida, walikuwa na tatizo ya kufafanua zile ndoto. Ikawa ni kwamba Yusufu akapewa ufahamu na akafafanua vizuri. Praise God. Hata katika shida unaweza ukamtumikia Bwana. Mpendwa, hata katika hiyo nafasi ambayo umewekwa kabisa, hata katika hiyo nafasi ambayo umetengwa kabisa, unaweza kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bado unaweza ukamtumikia Bwana, kuna nafasi yako. Usiache kumtumikia Bwana mpendwa. Kiwa gerezani, mtumikie Bwana. Kiwa umekataliwa, mtumikie Bwana. Popote Mungu amekuweka, serve God. Kwa sababu unapomtumikia Bwana kwa nafasi hiyo, inakupatia nafasi nyingine kubwa zaidi. Alipofafanua hizo ndoto na zikawa ni vile. Na wakati mwingine sasa, wakati hao walitoka, mmoja akawa ameuawa kama vile kinywa cha mtumishi wa Bwana alikuwa amenena, ametafsiri hiyo ndoto, na mmoja akawa amerudishwa katika kumtumikia mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu hakujua ya kwamba alichokifanya siku moja kitakuja kuzaa matunda. Mpendwa, chochote umekifanya leo hii katika ufalme wa Mungu kitakuja kuzaa matunda. Hii encouragement, ume-encourage tu mtu. Huyu mtu ambaye umemuombea tu hata leo, huyu mtu ambaye umemsaidia, siku moja itakuja kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Niwatie moyo watumishi wa Mungu ambao mnahubiri injili hii. Wengine tunahubiri tu hata kupitia kwa njia ya YouTube. Nataka nisema ya kwamba kazi ambayo mnaifanya Bwana anaona na itazaa matunda siku moja. Watumishi wakubwa wa Mungu mnaowaona leo hii maarufu, hawakuanzia juu, walianzia mahali. Praise God. Walianzia mahali. Waimbaji wazuri, waimbaji wa nyimbo za injili ambao mnawaona hawa kwenye runinga, kwenye YouTube, popote, walianzia mahali. Yaani kuna mwanzo. Praise God. Nikutie moyo kwamba kazi ambayo unaifanya, kuwa mwaminifu. Biblia inasema ukiwa mwaminifu kwa kidogo na hata kikubwa, Bwana atakupatia katika jina la Yesu. Kwa hivyo wakati mmoja Farao akawa ameota ndoto. Wakawaleta watu waweze kutafsiri ndoto ya mfalme. Wakawaleta waganga, wakawaleta wazee wa mtaa, wakawaleta watu wa heshima mbalimbali, waje waweze kutafsiri ndoto ambaye mfalme alikuwa ameota. Lakini hakuna hata mmoja aliweza kutafsiri ndoto. Hata wale watu waombaji, tunawaita wasali, hawakuweza kutafsiri hiyo ndoto. Farao akateseka sana, manake ndoto hii ilimsumbua. Lakini huyu jamaa ambaye alisaidiwa na Yusufu akiwa gerezani, tunaambiwa kwamba ufahamu ukamujia. Akasema hapana, kule gerezani kuna kijana, na huyu kijana Mwibrania aliweza kutafsiri ndoto wakati moja, na hizi ndoto zikakuja zikatimia. Kwa hivyo huyu tukimleta hapa atatafsiri ndoto. Praise God. Hapo ndio story ya Yusufu sasa ikaanza kubadilika. Mfalme Farao akasema hapana, mlete huyo jamaa, nenda kule gerezani. Yusufu akatolewa kutoka kwa mahabusu, mtu ambaye alikuwa mchafu, ananuka. Mnajua state ya mahabusu vile wanakaa. Mtu ambaye yani astahili afai. Na sijui kama aliandaliwa, lakini Bible inasema alitengenezwa na akaletwa mbele ya mfalme, maana anakuja kuongea na mfalme. Anakuja kuongea na mfalme. Mtu ambaye amekuwa gerezani, yule mahabusu, anakuja mbele ya rais, anakuja mbele ya wakuu, anakuja mbele ya waziri, anakuja mbele ya governor.
Nataka uchukue hiyo state mbele ya wakuu. Praise God. Na alipofika, Farao akamweleza ndoto zake. Biblia inasema ya kwamba jambo hili likawa jema machoni pa Farao. Jamaa alifafanua ndoto. Mungu alimsaidia akafafanua ndoto ambazo mfalme alikuwa ameota. Na kuanzia pale mfalme akasema, tupate wapi mtu kama huyu? Tupate wapi mtu kama Yusufu ambaye Mungu anakaa ndani mwake? Tupate wapi mtu tena kama huyu ambaye ako na ufahamu wa Mungu? Praise God. Hapa si elimu ilifanya kazi. Nataka unisikie vizuri. Yusufu hakusaidiwa na jamii yake. Kwanza hao walimkataa wakamuuza. Yusufu hakuwa na mtu ambaye wanajuana kwa serikali wa kumpea connection. No. Kile kipaji Mungu aliweka ndani mwake ndicho kilifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kile Mungu ameweka ndani mwako, use it maximally. Itumie kabisa. Kama Mungu amekupea kipaji cha uimbaji, tumia hicho kipaji katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amekupatia neema ya kuhudumu, mpendwa. Nashangaa siku hizi watumishi wa Mungu wengine wameinuka, wana maringo, wana madharau, na mahali wametoka pia wamesahau. Use it maximally. Umepewa bure, peana bure mpendwa. Siku hizi nashangaa maombi pia yanauzwa. Siku hizi ninashangaa kuna vitu vinauzwa ya kwamba vinasaidia watu. Nimekuja kusimama hapa kukutia moyo ya kwamba chochote Mungu ameweka ndani mwako, kitumie pasi na kulipa pisha, pasi na kukiuza. Praise God. Najua leo hii ungekuwa ni wewe umeletwa mbele ya mfalme ili ufafanue ndoto, sijui ungelipisha pesa ngapi? I don't know. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ungesema aje. Hilo ni jambo ambalo ninakuachia wewe uwaze. Lakini mtumishi wa Mungu Yusufu akaomba Mungu, na Mungu akamsaidia kusibambanua zile ndoto za mfalme. Na zile ndoto za mfalme zilikuja zikatimia sawa na alivyofafanua. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea pale pa kukataliwa. Huyu Yusufu ni mtu alikataliwa. Huyu kijana ni mtu alitupwa, hata akatupwa kwenye shimo. Sijui kama unanipata hilo. Huyu kijana ni mtu aliuzwa, na akiwa ameuzwa tena alitolewa kule akatupwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbe Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Na kumbe Mungu alikuwa anamwandalia. Kumbe kutupwa shimoni ilikuwa tu ni miongoni mwa barabara ya kumfikisha mahali alikuwa aende. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni njia. Yaani kumbe ili aweze kufika mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia, ilikuwa lazima atupwe kwenye shimo. Sijui kama unanipata hilo. Sijui kama unanielewa. Yaani ili afike mahali alikuwa afike, maana tunaona sasa destiny yake ilikuwa ni pale kuwa waziri mkuu. Baada ya yeye kufafanua hiyo ndoto, baada ya yeye kutafsiri ndoto ya mfalme, na jambo hili kaonekana kuwa safi machoni pa mfalme, aliwekwa kuwa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Without qualification. Sijui kama unanipata. Bila qualification. Bila kusema kwamba sasa umesoma umefika wapi. Hapana, neema ya Mungu imembeba huyu jamaa.
bila kusema kwamba wewe umetoka wapi. Kwanza alikuwa mgeni, anaenda kuongoza wageni. Bwana Yesu asifiwe. Ninamaanisha nini? Changamoto ambazo unapitia haziwezi kudetermine future yako. Mapito ambayo unapitia mpendwa leo hii hayawezi determine future yako pale mbele. Kama Yusufu angeona akiangushwa kwa shimo ni mwisho, basi angefika kuwa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yusufu angeona mahali ameangushwa, mahali ameuzwa, amepelekwa mpaka gerezani, labda kama angeona ya kwamba hii si level yangu, pengine hangefika mahali amgefika. Bwana Yesu asifiwe. Kama angelipisha kisasi pia hangefika. Nataka ku-encourage mtu ya kwamba kisasi ni cha Mungu, usilipishe kisasi. Wasamee watu bure, waachilie. Wanajaribu kukuzuia, basi waachilie. Lakini alichokipanga Mungu kitakuja kutimia. Ndoto ambazo Mungu aliziweka ndani mwako zitakuja kutimia. Yusufu ndoto zake zilitimia katika mji ambao Bwana alikuwa amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Tupate wapi tena mtu kama huyu? Ninasimama hapa nikijaribu kutia mtu moyo kwamba tupate wapi mtu kama huyu? Mtu ambaye ananyenyekea, mtu ambaye anaanguka mara mingi na anasimama tena, mtu ambaye amedhulumiwa lakini bado anasema Yesu ni Bwana, mtu ambaye ameachwa lakini bado anasema Yesu ni Bwana. Tupate wapi mtu kama huyu wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Kuwa miongoni mwa watu ambao wanampenda Mungu, kuwa miongoni mwa watu mtu kama huyu ambaye Mungu amekaa ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zake walikuja wakamtafuta, bila kujua wanamtafuta Yusufu, bila kujua wanamuinamia Yusufu. Walikuja kule Misri wakiwa wanatafuta chakula. Njaa kubwa ilikuwa dunia yote, sawa sawa na vile ndoto zilikuwa zimemkujia mfalme. Na kwa hivyo chakula ambacho kiliwekwa huku Misri kikawa ni kwamba kiwasaidie watu wote, wakiwemo wageni. Praise God. Yaani chakula kikapatikana mahali ambapo jamaa aliyetupwa akauzwa yupo na yeye ndiye anasimamia. Bwana Yesu asifiwe. Unapojaribu kuzuia baraka ya mtu, haujui Mungu anampeleka wapi. Unapojaribu kusimama kinyume cha maisha ya mtu, haujui Mungu anampeleka wapi. Ninatia mtu moyo kwamba tunaye Mungu anayepeleka watu mbali. Tunaye Mungu ambaye anasaidia watu wake. Tunaye Mungu ambaye anafanya na kutimiza maono. Walikuja ndugu zake Yusufu wakiwa wanatafuta chakula, wamebeba fedha. Lakini Yusufu alipowaona yeye aliwajua, lakini wao hawakumjua. Praise God. Yaani mtu aliyekutesa, mtu aliyetaka kuharibu ndoto yako amekuja kwako pasi na kujua ya kwamba ni wewe aliyekutesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alipowaona aliwahudumia. Alisaidia ndugu zake. Waliinama tu sawasawa na vile Mungu alikuwa amemuonyesha. Ni kuencourage, ni kutie moyo ya kwamba usife moyo wewe ambaye umekataliwa. Huo sio mwisho. Wamekufukuza, hiyo sio mwisho. Wamekukataa, hiyo sio mwisho. Anayedetermine future yako ni Mungu. Anayedetermine unakoenda ni Mungu. Anayejua mahali unaenda ni Mungu. Praise God. Na Mungu atakubeba na Mungu atakusaidia. Wacha na tuombe. Baba mwema, katika jina la Yesu, ninakuinua Jehova, ninakutukuza. Wewe ni mwaminifu.
Hapana mwingine aliye kama wewe, mwenye uwezo, mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Asante kwa ajili ya mwanao ambayo Bwana amedhulumiwa, ambayo Bwana ameteswa, ambayo Bwana ameachwa. Wakati mwingine ako na kilio, Baba msaidie. Kaokoe mwanao Bwana, mtetee. Huyu ambaye Bwana amedhulumiwa na kunyanyaswa, Bwana usimpite na usimwache. Msaidie mtumishi wako Bwana akakujue. Msaidie mtumishi wako Bwana akaone neema yako na kibali chako Jehova. Bwana wa majeshi, na ukamwingize kwenye hatima yake katika jina la Yesu. Tunakataa vizuishi vya namna zote katika jina la Yesu. Baada ya kushindwa, Bwana utamtetea maana unatosha. Asante Yesu, maana unastahili. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Thank you Jesus. Amen.